Hii ni ujumbe wangu wa tatu, tarehe 3 mwezi wa 3 2025. Kwa video ya kwanza tuliona baadhi ya vipengele 5 muhimu ambazo tuliziona katika kitabu ya Wafalme wa Kwanza na kitabu cha Wafalme wa Pili. Tukaona kila mfalme alizaliwa, tukaona kila mfalme alikuwa na wakati wake wa kutawala, tukaona kila mfalme alikuwa na wakati wake wa kuacha kumbukumbu, na tukaona kila mfalme alikuwa na wakati wake wa kuacha legacy. Na jambo la 5, tukaona kila mfalme katika wa kitabu cha Wafalme wa Kwanza na Wafalme wa Pili aliweza kufa, na leo ni historia ya makumbukumbu. Basi hiyo ndio msingi ambaye niliweka kwa message ya President wa taifa la Kenya, Dr. William Ruto, na message hii ambaye ni ya 3 ni message ambaye inaenda kutuonyesha baadhi ya wafalme watatu ambaye walizaliwa wakatawala vizuri, wakaacha kumbukumbu zao vizuri, wakaacha legacy kubwa katika nchi na taifa zao, na kisha baadaye wakafa katika uzee mzuri. Yaani tukiwasoma, tukiwatafakari, tukiwakumbuka, tuna mambo mengi mazuri yanakuja katika mawazo na katika kumbukumbu zao. Basi wafalme hawa watatu ambaye nilisema kwenye video ya pili, ambaye walikuwa mfalme wa Juda ambaye alikuwa anaitwa mfalme Asa, na yule mfalme mwingine ambaye anaitwa Jehoshafati, na yule mwingine ambaye anaitwa Hizakia. Kuna vipengele 2 muhimu sana ambazo ziliweza kuwasaidia kuweza kutawala vizuri na kumaliza utawala wao vizuri. Jambo la kwanza, maandiko inasema ya kwamba walifuata njia za Mungu. Kutoka azaliwe, aanze kutawala, wakati wake wa kuacha legacy, wakati wa kufa, wakati wa kuacha kumbukumbu, alifuata njia zake vizuri, zikimwelekeza kwa Mungu. Yaani kwa maneno mengine, alifuata njia za Mungu. Sijui president wetu Daktari William Ruto kama bado unafuata njia za Mungu, au pengine ulitoka kwa njia za Mungu. Ndio maana kwa uongozi wako kumekuwa na changamoto tofauti na vilio tofauti kutoka kwa watu nayo waongoza. Inaweza kuwa kuna shauri ama kuna misingi mzuri uliachilia, maana hiyo kilio, hiyo manunguniko, hiyo maombolezo, hiyo kuteta taifa lako au Wakenya wanateta, ni ishara there is something that is not okay, that needs to be taken care of urgently before it is too late. Kwa hivyo wafalme hawa walifuata njia za Mungu. Na kitu cha pili cha msingi sana kuhusu wafalme hawa, maandiko yanasema ya kwamba walitafuta haki za Mungu. Kwa maneno mengine, katika mwongozo na utawala wao, they were very intentional to do justice kwa mayatima, kwa wajane, kwa wageni,
wasiojiweza kwa wafanyabiashara wa mji wao, wakazi wa mji wao, maskini kwa matajiri, wakubwa kwa wadogo. Sijui kama Daktari President wetu William Ruto, sijui kama kwa uongozi wako pamoja na viongozi ambao wanatawala chini yako kwa vitengo na nyanja tofauti tofauti ya uongozi, sijui kama they have been intentional in executing righteousness of God in all people. Sijui kama ofisi za kiserikali zinatenda haki kama vile zinavyostahili kuwatendea Wakenya wakubwa kwa wadogo haki zao. Vitu hivyo viwili Mfalme Asa, Mfalme Hezekia na Mfalme Jehoshafati walizizingatia na wakawa na mwisho mzuri. Does it mean hata wewe kiongozi wa taifa la Kenya, President wetu William Ruto, pamoja na utawala wako, does it mean ikiwa mtafuatilia njia za Mungu na kutenda haki kwa usawa kwa taifa la Kenya, zile ahadi ulizoziahidi uzikamilishe, zile haki zinafaa kutendewa, mambo ya basari, wale maskini ambaye walikuwa evicted, wale watu ambaye wana complain because ya mambo ya SHA na vitu vingine tofauti, watu ambayo walifinyiliwa na kesi zao ziko makotini mpaka leo hazijawahi tatuliwa sababu hawana fedha, wafanyabiashara ambao walikuwa wamegubea wakawa wameonewa wivu na wengine na wakavamiwa, wakabomolewa mali yao ikaibiwa. Je, kuna haki ambayo ilitendwa ama inatendwa kwao? Maandiko yanasema ya kwamba Mfalme Asa, Mfalme Jehoshafati na Uzia walitawala na wakamaliza vizuri, sababu walifuata njia za Mungu na kufuata haki za Mungu. Wakati huko katika ngazi ya ofisi ya juu ya mamlaka yenye nguvu, ni nafasi ambayo Mungu alikupa, basi ukaitumie kwa kumtukuza yule Mungu aliyekupa, angalau ukawe na mwisho mzuri. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Basi unayetazama video hii, shiriki ikaweze kumfikia kiongozi wa taifa la Kenya, kwa kuwa kuna kitu kipi ambaye Mungu anataka kulitenda kwa taifa la Kenya, lakini lazima wale ambao wako kwa utawala, nafasi za nguvu, the places of power, waweze kuzingatia mambo hayo mawili, na kwa kufanya hivyo it shall be well with them. Lakini wasipo, hukumu inakuja kwa ghadhabu, na watakuwa na mwisho wenye aibu, wenye kukataliwa, kuchekelewa, na mwisho ambaye ni mwisho duni, licha ya kuwa walikuwa ni watu wakubwa na watu maarufu. The time of God's judgment has come and is coming. Repent and go back to the ways of God. Mkarudi kwa misingi ya kwanza, mkarudi kwa misingi ile ya kwanza ambaye ilikuwa ya kiungu, ilikuwa na hofu ya Mungu, na mkatembee kwa njia ya Mungu, na mkatende haki ya Mungu au haki za Mungu katika taifa hili la Kenya. By doing so, it shall be well with you. If you don't, it shall not be well with you.